We have some developing story. Popular TikToker and celebrity Aziad Nasenya is said to have failed to pay her mortgage. And therefore, and this is some news, therefore her apartment in Kileleshwa is set to be auctioned by auctioneers. Nimeona post huko tuko about vile Aziad anakuwa auctioned kwa ile apartment yake iko Kilimani. And I just want to speak the truth today because I think kuna pressure iko kwa social media that you have to have a certain standard of life and people are really dying trying to keep up with it. Okay? So tumeona maneno ya Aziad, alikopa nani pesa, ameshindwa kulipa, nani amemulipia huge amount of money and all that. And when you look at kama hiyo ya mwisho watu walikuwa nasema sijui alikopa akanunua ticket ya kwenda wapi, sijui tena anataka kuenda na business class, sijui maneno ya wig and all that. So I think kuna pressure fulani hapa kwa social media, ya kwa celebs, ma content creators wale wakubwa. Unasikia mtu akisema unapanda matatu na tunakuonanga kwa TikTok, sijui unakaa na nywele mwezi moja na tunakuonanga kwa TikTok. If you cannot be able to manage that pressure, let me tell you, depression will take you down. Utashindwa kutoka kwa nyumba, utaishi kwa madeni. Not only for content creators, kuna watu wanataka kujiprofile somehow kwa society, and then watu wanakutreatingi kama chairman. Ukienda mahali unasikia wewe ndio unalipa bill, ukivaa nguo fulani unasema tunajua unapendanga designer. Kuna mtu anauzanga nguo na kuchagulianga zako za taki za 70,000 kwanza before uzie watu wengine. If you live in that pressure, my sister, mostly I'm speaking to ladies kwa sababu wanaume wengi hiyo pressure iwapatangi. If you do not have that control, unataka kufurahisha watu kwa sababu uko celebu wigu na change kila siku, unataka uishi kwa nyumba kubwa kubwa za pesa mingi, depression itakuwa. Kuna watu wengi wanapitia haya, wanakopa hapa, wanakopa hapa, wanabalance hapa, wanarudisha hapa ndio waishi hiyo maisha. Mimi nilisema jana, I'll never do that. Hata Mungu akinibariki nikuwe na 20 million followers, I will live my life. Nitapanda matatu, nitasonga nywele vile nataka, nitaishi maisha yangu. You know, sometimes tutasema you'll stand again, but hata ukistand again with that kind of lifestyle, itakuwa ngumu ku remain standing. Because unaweza chukua hapa, there is advantage of you being a celeb kwa sababu utapigia mtu simu na atakupea pesa. Utaenda mahali watakupea loan. But if you cannot be able to live according to your standard, my dear, itakuwa ni ngumu sana. Itakuwa wengi watakuja kama jano sijui nini mtu akiwa chini. I'm not beating anyone akiwa chini. I'm trying to advise you. Because it is going to be hard. Hayo tu kwa sasa. Aziad sasa ana trend kule Facebook. Tuko wamemwanika na Pex. Wanasema ya kwamba Aziad nyumba yake ya nini ya Kileleshwa iko karibu kuuzwa. Kwa sababu ameshindwa kulipa deni ambayo alichukua 25 milioni. Mwane, Aziad hiyo pesa ungechukua tu uende ujenge kule, ununue kaploti, ni ujenge tu pale tu nyumba mzuri tu pale Masinde Muliro University, ama kuji tu hapa Kakamega, hapa town. Ujenge tu hapo ghorofa yako mzuri, wewe ukwetu landlord. Na utakuwa utapata pesa kidogo kilipo. Ukipata pesa kidogo kilipo. Vitu zingine lazima ujisacrifice Aziad. Ukichukua loan, lazima ujisacrifice. Lazima ujinyime. Saa zingine unalala njaa. Saa zingine hata una kitu yako. Hauendi hata London, hauendi hata wapi kwa sababu uko na nia ya kuweza kumaliza kulipa ile deni ambayo ulichukua. Lakini sasa ukiweka raha mbele Aziad, unajua hata paka marafiki wako wamechoka kukutetea. Maana hata uniliona siku nyingine watu wa radio wakikuja wakikutetea hapa wakisema kwamba hakuna deni kama hiyo, wakati wewe mwenyewe unajua kwamba hiyo deni iko. Aziad, invest in things that will generate income for you. Sijui uko na watu wa aina gani ambao wamekusurround that hawa watu ni kama, and there must be a problem, guys. There must be a problem. Unajua huyu Becky ya Kenya ni rafiki ya Aziad. She's a very good friend of Aziad. Na hawa watu wote saa hizi wanalia. What is not happening in that circle? What is not happening? Anyway, alhamdulillah, Becky ya Kenya, she has pulled up her socks. Saizi ako kwa nyumba yake, tunangojea viti zikuje Saturday. Lakini hii ya Aziad,
Asia tutaanza kuomba usingizi Nairobi, nani atakufungulia mlango? Nani atakufungulia nyumba? Unajua kwetu nyumbani ni mbali. Kwetu lazima kuwe na 2,000 ya kuenda, 2,000 ya kurudi. Western si karibu. Anyway, pesa ulikula peke yako. Sasa hata sisi tunaongea nini? Inatuhusu aje? Anyway, let's talk about Aziad. So allegedly, okay? I'm using the word alleged. Nasikia ati amebebewa vitu zake ziko auctioned na wale wase walimpea loan. So it's like walikuwa wamempea duration ya kulipa hiyo loan and bado hajatimiza. So they decided, you know what, let's go and beba things like tumu auction. Na hakuna kitu ngumu kama hiyo kwa life. Okay? Hiyo ni kama umerudishwa zero. I know most of you have fans, mko na mixed reactions. Kuna wenye wako na yeye kwa hii shida, like they are like, oh my god, we are sorry for what is happening to her. Na kuna wale wakupiga makofi kama kawaida, juu anafaa kufanya nini, wana support kenye namfanyikia, of which itu ni mali ya dunia, you understand? Na uwezi jua yako ya kesho ni yapi yanakusubiri. I'm really feeling for her. Hakuna mtu anaweza taka kufikia hapo, like, you know. And in my opinion, this is my opinion, nilikuwa nafikiria ama nadhania maybe ndo achukue hizo loan. She knew that something itaivana, she'll give back the money, and then ikufanyika hivyo. Unajua mambo ni mengi, masani machache. Oh my god. Sasa kama ni ukweli, that's why I've used allegedly, okay? Kama ni kweli amebebwa, ni uchungu. You guys, aki maisha sahi ni ngumu. You should know that. Now you know us ladies, kila time you want to look good. Every time you want to look nice. Nice skin, nice hair, nice phone. Kukitokea party, you want to be there. Oh my god, I'm feeling for her. She's very young. I think in any age group. Amasji. Yeah, something like that. Because sijamzidi na miaka nyingi, but aki nimemhurumia. If that is true, wamembebea vitu. Unajua hiyo ni kama sasa vitu kuungua ama kuibiwa, unarudingi zero. Like zero. Akiwa jamani. Anyways, yote 9-10 ni tumuombe tu. Uwezi celebrate downfall ya mwenzako. Ndio maana vidole hazitoshani. Kuna ile ndefu na fupi. Leo ni mimi, kesho ni wewe. Atufurahiangi downfall. Kwanza mimi nafurahianga tu watu wakiwin. Nikiwin good. Lakini oh my god. It will be well. It will be well. Ile time tunafeelingi sisi binadamu tumefika mwisho. This is when God intervenes. That's all I know. Anyways, ngoja nikuondeshe na za kwangu. Na ndio uamini kukuwa maskini mwenye hana deni ya mtu yoyote bana. Hiyo ni utajiri kivyake bana, kushinda kukuwa tajiri mwenye amejaza madeni kila mahali bana. Hebu enda hapa juu and try search Aziad auction in Kileleshwa bana. Hebu enda tu search usitake jua.